Wapendwa, ujumbe wa neno la Mungu leo unatoka katika Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 13 aya 16 hadi 20. Na ujumbe katika somo hili la Injili ni kwamba Yesu anaeleza tutakapowapokea wale aliowatuma kwa jina lake, basi tutakuwa tumempokea yeye mwenyewe. Wapendwa, tunachokitafakari hapa kwa kweli kama tunavyoona katika kitabu cha masomo kile ni kwamba wale wanaotumwa na Kristo wametumwa kutangaza ujumbe wa Kristo na sio ujumbe wao. Na tunapopokea ule ujumbe tunampokea Yesu mwenyewe, tunapokea ujumbe wa Kristo mwenyewe. Lakini tunaposoma aya ya 16 ya sura hii ya 13 tunaona kwamba Yesu anawaambia wafuasi wake, mtumwa hawezi kuwa mkuu kuliko bwana wake, na wala mtume hawezi kuwa mkuu kuliko yule aliyempeleka. Sasa wapendwa, jambo tunalolipata hapa ni kwamba mtume hawezi kugundua chochote kipya au hawezi akawa na jambo lolote jipya au kubwa kuliko yule ambaye alimfundisha, wala mtumwa wala mwanafunzi pia. Kwa hiyo ujumbe tunaotoka nao hapa ni kwamba tunapaswa daima kubaki kwenye mafundisho yale tuliyotoa na Bwana wetu. Sisi kama Wakristo ni watume, sisi ni watumwa na sisi ni wanafunzi, na mwalimu wetu ni mmoja, ni Yesu. Bwana wetu kama watumwa ni mmoja, Kristo, na aliyetupeleka kama mitume ni Kristo. Na ujumbe wa Kristo kwenye maisha yetu unabaki ule daima aliotuachia, kama katika amri ya mapendo, kwamba amri mpya nawapa, mpendane. Huo ujumbe tunaosoma katika Injili hii ya Mtakatifu Yohane sura ya 13 aya 34. Kumbe ujumbe mkubwa tunaopata katika Injili basi ni huo wa upendo. Na Injili kwa kweli hasa inatuhimiza kuishi maisha ya upendo na tuhimiza kuwa watu wa upendo. Wapendwa, leo tunaaswa na tunaalikwa kujikita katika kutimiza mapenzi hayo ya Mungu ambayo ametufundisha, kujikita katika kuishi ujumbe wa Kristo ambao ndio mapenzi yake mwenyewe na anataka tuishi namna hiyo. Lakini pia tuwapokee wale aliowatuma Yesu, kwa sababu tunapowakataa hatuwakatai wao, tunamkataa yeye aliyewatuma. Na tunapomkataa yeye aliyewatuma, basi maana yake tumekataa kupokea baraka zake na tumejitafutia maisha ambayo kwa kweli ni kinyume na mapenzi yake. Basi wapendwa, tafakari kwa ufupi kabisa ujumbe huu siku ya leo, na tumuombe Mungu azidi kutuimarisha na kutuongoza ili tuenende kadiri ya mapenzi yake matakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.